Bismillahirrahmanirrahim. Ama hadithi nyingine ambayo ni hadithi ya pili ya Mtume inayo na maimamu inayotuthibitishia fadhail za masahaba na kutokuwatukana masahaba wale ambao masahaba imethibitika kwamba wao hawakukengeuka, hawakwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maimamu wetu wamezungumza haya kwa uwazi. Kwa hivyo tukimsikia mtu anabeba bango la kwamba Mashia wanatukana na masahaba, wanatukana masahaba, tunamuona mtu huyu ni mwimbaji tu, ni mtafuta kiki tu, ni mtu ambaye hafai hata kujibiwa, hafai hata kujadiliana naye, kwa sababu riwaya zimo katika vitabu vyetu, riwaya sahihi zimeelezwa wazi wazi, na tumesema kwa mjibu Imam Ridha, maimamu wetu hawa wamekuja kusahihisha hizi riwaya, ama kusema kwamba maimamu wako kwa nini wasivisahihisha vitabu hivi. Ndio wamesahihisha hivyo, ndio Imam Ridha amekuja akasema kwamba riwaya zozote ambazo zinawataja watu kwa majina na kuwalani kwa majina, hizo riwaya hazitoki kwao, wao hawana tabia hizo. Na kwa hivyo tuko wazi, tukisoma katika kitabu cha Biharul Anwar ambacho kimekusanya riwaya kutoka vitabu vingi, Al-Kafi na vinginevyo, tukienda katika ukurasa wa 310 wa juzuu ya 22, riwaya nambari 1 inasema an Qatada an Ayman an Abi Umama qala qala Rasulullah tuba liman raani wa amana bi, pongezi kwa yule aliyeniona na akaniamini, yani huyo ni sahaba. Wa tuba thumma tuba, pongezi na hongera, au kongole kisha kongole na hongera. Yakuluha 7 marat, Mtume alisema hayo mara 7. Liman lam yarani wa amana bi, yule ambaye hakuniona lakini akaniamini. Hili ndio jambo ambalo ndugu zetu wa Sunna wal Jamaa wanalifumbia macho, kwamba Mtume kawasifu zaidi wale mara 7 wale waliokuwa lam yarani, hawakuniona, wa amana bi, na wakaniamini. Ndio kina sisi. Mwenyezi Mungu inshallah ajalie kutokumuona huku kwa Mtume na kumwamini yeye kwamba iwe ni miongoni mwa hasanati katika mizani zetu يوم القيامه. Na hiyo ni riwaya ya kwanza. Kwa kusema kwamba katika vitabu vya Kishia masahaba hawasifiwi, huo ni uongo usiokuwa na kope. Ama riwaya ya pili tunaisoma an Ali an abihi an ibn Abi Umair an Hisham bin Salim an Abi Abdullah as-Sadiq alayhi salam, anasema kana ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 12,000, masahaba wa Mtume wa Mwenyezi Mungu walikuwa takriban 12,000, takriban 12,000. 8,000 min al-Madina, 8,000 walikuwa ni ansari hawa, wa 2,000 min ahli Makkah, na 2,000 wanatoka Makkah, wa 2,000 min at-tulaqa, na 2,000 nyingine katika tulaqa, wale walioamini baada ya fathi Makkah na Muawiya na Abu Sufyan na wengineo. Lam yura fihim qadari, ndani yake hamkuwa na yule aliyekuwa na madhhabi ya Qadari, wala Murji, wala hakuwemo ndani yao Murji, wala Haruri, wala hakuwemo Haruri, wale watu waliopigana na Imam Ali katika vita vya Naharawan, wala Mu'tazili, wala ndani yao hakuwemo Mu'tazili, wala sahib ar-ra'i, wala hakuwemo mtu aliyekuwa anafuata rai yake. Kanu yabquna al-layli wan-nahar, walikuwa kilia mchana na usiku kwa kumcha Mungu. Asije akasema yule aliyefilisika kiakili kwamba katika vitabu vya Kishia hamna riwaya zinazowatukuza masahaba. Wayaquluna iqbidh arwahana min qabli an naakulu khubz al-khamir, walikuwa kiomba mauti kabla ya kula mkate uliotengenezwa kwa khamira. Angalia masahaba wanavyosifiwa katika riwaya Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam. Kwa hivyo riwaya nyingine hii inaeleza nini khamir, ma yuj'alu fil ajini liyajud, ni ile inayowekwa katika unga ili uwe laini. Wa kaannahum kanu la yaf'aluna dhalika li'adami i'tinaihim judat al-ghidha, kwa masahaba walikuwa hawajali khamira, walikuwa hata hawajali, walikuwa wanatengeneza chakula limradi wale waishi tu waendelee kufanya ibada. Kuonesha kwamba riwaya kama hii ni riwaya nzuri sana, ni riwaya ambayo inawasifu masahaba, lakini adui wa Mashia Mwenyezi Mungu ameweka vifuniko katika macho yao na vifuniko katika nyoyo zao. Hakuna Mshia ambaye napayuka tu hivi kutukana sahaba bila sababu au bila ya haki ambayo imegusa Qur'ani na imegusa sunna ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, ndugu wa Islam na wanaukumbi kwa ujumla, riwaya ya tatu iliyoko katika Biharul Anwar inasema abi wa ibn Mutawakkil wa Majlawiya
wa Ibn Tana jami'a an Ali ibn Ibrahim an Abi Hudba an Anas qala an-nabi, mtume amesema tuba liman raani, hongera kwa yule aliyoniona, wa tuba liman raa man raani, na hongera kwa yule aliyewaona wale walioniona mimi. Nakuja mtu anasema kwamba Mashia hawaheshimu masahaba, wanatukana masahaba, wanadharau masahaba. Hizi riwaya zimo katika vitabu vya Kishia, ni maneno ya mtume na ni maneno maimamu. Watuba liman raa man raani, hongera kwa yule liman raa, aliyewaona, man raa, yule aliyewaona, man raani, wale walioniona mimi. Naona sasa, waqad akhraja Ali ibn Ibrahim hadha alhadith wa hadith at-tayr bihadha al-isnad fi kitab qurb al-isnad. Naam, hiyo riwaya imetoja katika kitabu cha Qurb al-Isnad. Riwaya ya 4 biisnadihi au biisnadi al-Majashi'i an as-Sadiq an abaihi an Ali. Imam Ali anasema sasa juu ya masahaba, usikum bi ashabi nabiyikum, na kuhusieni juu ya masahaba wa mtume wenu, la tasubbuhum, musiwatukane, alladhina lam yuhdithu ba'dahu hadatha, wale ambao hawakuzusha baada mtume uzushi, hawakutenda maovu. Imamu anafafanua. Kwa hivyo sisi hatutukani masahaba ambao hakutenda maovu. Naam, walam ya'u muhdithan, wala hawakumuhami muovu. Fa inna rasulallahi awsa bihimul khair, so mtume amehusia khairi juu yao. Naam, nadhani khairi katika hiyo riwaya awsa bihim, hiyo ni al-khabar, samahani, khabari ya riwaya imeelezwa katika kitabu cha Amali ibn Sheikh. Naam, kwa hivyo Imam Ali anasema fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awsa bihim, amehusia juu ya masahaba khair. Kwa hivyo ni riwaya la tasubbu ashabi, ni riwaya sahih. Naam, na riwaya la tasubbu ashabi iliyomo katika vitabu vya Ahlus Sunna wal Jamaa. Mtume alikuwa anamuaddress, anazungumza na Khalid bin al-Walid ambaye ni sahaba. So mtume alimwambia, labda alimsikia Khalid akitukana mtu ambaye ni sahaba mzuri, akamwambia la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, kwa sababu yoyote katika nyinyi anazungumza na category of people kama Khalid bin al-Walid, hata mngetoa jabali la dhahabu sijui kama mlima Uhud, basi msingeweza kwa ujasiri wao na kujitolea kwao masahaba, msingeweza fanana na wao. Naam, hiyo ni kweli kabisa. Hizi riwaya zinathibitishwa na maneno ya maimamu alayhimussalam. Sasa anapokuja muwahabi au msuni aliyepitiwa na wakati wa akili yake kidogo imelewa kwa kibri, anazungumza mambo ambayo hayawezi kuaminika. Naam, riwaya zote hizi zinathibitisha kwamba maimamu wamesifu masahaba, na riwaya za kutukana masahaba kwa majina yao na kukashifu masahaba au kuwadhalilisha ahlul bait ni riwaya ambazo zimeingizwa na maadui wa ahlul bait alayhim salam na maadui wa Mashia. Ziko katika vitabu vyetu. Kwa hivyo asije mtu atuambia kwani hizi riwaya hazimo katika vitabu vyenu. Shekhe, maimamu wetu ameshatuambia sisi. Wewe limbukeni ndio unatambua leo kwamba hizi riwaya ziko? Sisi tunajua habari hizo. Naam, kama katika kitabu cha Sheikh wetu Sheikh Mufid, na riwaya hii iliyopokelewa na katika Biharul Anwar na Allama al-Majlisi, anasema kwamba an Abi Ja'far al-Bakri alayhi salam, tutakuja salla amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib, alisali amir al-mu'minin bin nas as-subh, alwasalisha watu asubuhi bil Iraq. Falamma insarafa, baada kumalizika kusali, wa adhama fabaka, naam, aligeuka akalia, wa abkahum min khawfillah. Dhahiri katika riwaya Imam Ali alitoa mawaidha akalia, na abkahum min khawfillah, akawaliza watu kutokana na hofu ya Mwenyezi Mungu. Thumma qala, kisha akasema, amma wallahi laqad aitu aqwaman, hakika wallahi nimewaona watu ala ahdi khalili rasulillah, kazama za kipenzi changu mtukufu mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa innahum, hakika ya watu hao alayhi salam anawasifu masahaba. Riwaya hii ni yetu sisi, tumeirawi katika vitabu vyetu. La yasbihuna, huamka tu hawa, amsuna, na hukesha jioni, ikiwa na jioni, sha'athan, yani nywele zao, ankomri, hazikutiwa kitana, ghabara, zina mavumbi, khamsa ina ayunihim, to yao yamevimba, baina ayunihim karkabul ma'zi, katika baina macho yao kuna kama uvimbe kwa sijida hapa, wamekaa muda mrefu wanasali. Imamu anawasifu masahaba. Anakuja mtu muwahabi, limbukeni, anatuambia kwamba nyinyi mnatukana masahaba. Bitula li rabbihim sujadan wa qiyama, hukesha kwa ajili ya Mola wao, wakisujudi na kusimama kwa ajili ya Mola wao. Yurawihuna baina aqdamihim wajibahihim yunajuna rabbahum,
hujipumzisha baina aqdamihim, miguu yao na kusimama na kukesha na kujipinda kwa vichwa vyao yunajuna rabbahum, husujudi wakizungumza na Mola wao, wayasalunahu fikaka riqabihim minan nar, muomba Mola wao waachie huru na moto wa jahannam. Allahu laqad ra'aytuhum wa hum jami'u mushfiquna minhum khaifun. Kama hapo kwamba amewaona hao masahaba waona wakiwa vipi, wote mushfiquna minhum khaifun, wanamuogopa, wanamnyenyekea Mwenyezi Mungu, wakiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakuja mtu pangu pakavu ya mchuzi, anajaribu kuzungumza na Mashia. Wewe ilikuwa uzungumze na Ahlusunna wenzako. Shia hujui, neno mamamu huyajui. Naeleza wazi wazi ila za riwaya hizo ni nani walioziingiza, ni maadui wa Ahlul Bait alayhi salam. Lazima na ndio maimamu akatufahamisha, hatuna haja sisi ya kuzichukua vitabu hivyo tukazitoa hizo riwaya. Maadamu uongofu wa maimamu uko wazi, maneno yao yako wazi, najua nini chua na nini mchele. Chukueni riwaya hizo juu ya maimamu wanavyowasifu maswahaba, alafu mgeuke msime mnatukana maswahaba. Kichekesho cha mtaa kwa hakika. Na tumesema wazi wazi juu ya swala hili. Tunaendelea.